Serikali kupitia Bodi ya Pamba Tanzania TCB imekuja na suluhisho kwa wanaochezea mizani ya kupimia pamba kwa lengo la kuwaibia wakulima wa zao hilo, maana nia ya serikali ni kuinua kipato cha mkulima mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Hayo yamesemwa na mkaguzi wa pamba wilaya ya Bariadi mkoa wa Simiyu, ndugu Ndinda Anthony, wakati akiongea na viongozi wa AMCOS katika kata ya Dutwa wilayani hapo, wakati wa utoaji wa semina ya usafi na ubora wa pamba iliyoandaliwa na Bodi ya Pamba. Hataki kuona pamba ya wilaya ya Bariadi inadoa. Hataki kuona mkulima kila alichokusudia kukipata kinapotea. Kuna mkulima amesema hapa kwamba anaenda kujihami, ataweka maji, ataweka mchanga. Niwaambie tu wakulima, niwahakikishie msimu huu ndani ya wilaya ya Bariadi hakuna cha kujihami. Leta pamba iliyo safi na inayokizi ubora, kwa sababu tumejipanga kuhakikisha wakulima hawaibiwi. Mizani ambayo tulitumia mwaka jana, hiyo mizani imeenda kuboreshwa. Mtu yeyote akitaka kutempa, akijaribu kutempa, ule mzani unazima hapo hapo. Tayari unawaona na kuwaona maaskari wanakuja kukuchukua. Kwa maana hiyo, rai yangu kwa wasimamizi wote, msijaribu kutempa na mzani, msijaribu kuharibu mzani. Lengo kuu, mkulima apate tija kutokana na zao la pamba. Ndugu Ndinda Anthony ameongeza kuwa katika kuhakikisha ubora wa pamba unasimamiwa, sheria ipo wazi kwa wanaofanya udanganyifu wa kuweka maji, kuweka michanga au mafuta ya kenge kwenye pamba watachukuliwa hatua kali za kisheria, ikiwemo kufungwa jela au kulipa faini au vyote kwa pamoja. Nimejipanga, mtu yeyote atakayeenda kinyume na mwongozo wa msimu huu, sheria itachukua mkondo wake. Mkulima ukiweka maji, ukiweka mchanga, ukiweka mawe, ukiweka kitu chochote kile, mafuta ya kenge kwa ajili ya kuichafua pamba, wewe unadhani unaongeza uzito, sheria itachukua mkondo wake. Na sheria iko wazi, kuna kufungwa miezi 6, kuna kulipa faini zaidi ya milioni 2 au kulipa faini na kufungwa, vyote kwa pamoja. Kwa maana hiyo, tufate taratibu, ilishaamuliwa, tutii sheria bila shuruti. Sawa jamani? Kwa upande wao, maafisa ya kilimo programu ya Jenga Kesho Iliyo Bora BBT wamesema kuwa watatumia vyema taaluma na maarifa walioyapata kwa kuwashauri vyema wakulima kufuata kanuni bora za kilimo, ikiwemo uvunaji sahihi wa pamba ili kuweza kudhibiti ubora wa pamba. Jina naitwa Naivesta Nosisi Mwaitarako, ni afisa ugani katika kijiji cha BBT kata ya Dutwa. Napenda kushukuru kwa elimu mliotupa leo kwa ajili ya kuongeza ubora wa pamba katika kata yetu ya Dutwa. Tunawahakikishia tutafanya hivyo na tutaongea vizuri na wakulima katika sehemu zao za uwekaji, waweze kuweka sehemu bora na pia waweze kuzingatia uvunaji. Waangalie BBT hata Ikungulya Bashashi kwa upande wa uchafuzi wa pamba. Na moja ya kazi ambayo tunaifanya sisi kama BBT ni ushauri. Na ushauri sio tu kuanzia kupanda, ni mpaka uvunaji na uuzaji. Kwa hata elimu pia tulikuwa tunaitoa kwa wakulima kuhusu ubora wa pamba inapotoka shambani kuelekea kwenye ununuzi. Kwa hiyo elimu kubwa tulikuwa tunaitoa ya huo uchafuzi ambao mojawapo ni uwekaji michanga kwenye pamba ama uwekaji maji kwenye pamba. Na elimu hiyo tulitoa kabla ya uuzaji kuanza. Elimu ya uwekaji maji tuliwapa wakulima kwa kuwaelezea hasara au changamoto zitakazotokea endapo pamba itawekwa maji. Nao baadhi ya viongozi wa AMCOS walioshiriki mafunzo hayo ya usafi na ubora wa pamba kutoka kwa wataalamu wa maabara kitengo cha usafi na ubora wa pamba wamesema wataenda kusimamia kikamilifu ubora wa pamba kwa kufuata sheria, kanuni
na maagizo waliopewa. Kwa majina naitwa Mwadu Nindwa, mwenyekiti wa AMCOS Nyang'hunde, kijiji cha Isuyu. Nashukuru kusikiliza mafunzo tuliyofunzwa, tukayatumikie bodi yote, wajumbe na wakatibu, makarani kuwasimamia. Nashukuru kwa mafunzo ya kuboresha hii pamba na kukagua. AMCOS ya Ihojo ambayo iliyopo katika kijiji cha Ikunguli ya Bashashi. Mimi kwa vile nashukuru tulioambiwa na wataalamu wetu na yazingatia kuanzia kwa wajumbe wa bodi nikiwa pamoja na mimi mwenyekiti, na walioyazungumza kuhusu pamba iwe safi, tuilinde kwa nia nzuri,